kujifunza hii. Siku moja nilikuwa barabarani naenda kijijini. Nikiwa barabarani nikajikuta ghafla niko kama nahubiri. Yani ninahubiri, kwa kifupi nilikuwa nahubiri. Halafu niko speed kweli kweli, nimeshika pikipiki iko moto, lakini niko nahubiri. Nikawa nasema, ninahubiri nasema, hutakiwi kutoa sadaka pungufu. Hutakiwi kupeleka change mbele za Mungu. 1000 ni change, 500 ni change, hata 5000 ni change. Kitu kamili ni 10,000. Unapelekaje buku siku ya Jumapili? Bwana sifiwe. Sisemi kwamba ninavyo, sina. Na ni mara nyingi na mimi nimezitoa hizo buku mara nyingi. Lakini kuna wakati sasa inakuwa kama mazoea. Inafika wakati ambao yani mtu lazima itafute buku iliko. Yuko tayari hata kwenda kununua maji ili apate 1000 ya kutoa sadaka. Yani lazima tafute kisingizio ili tu apunguze, apate change ya fedha. Sadaka mbele za Mungu sio change, sio masalia. Kwamba sasa umetumia, yani umepata fedha, umetumia kile kinachobaki sasa hiki ndo nipeleke kwa Mungu. Haijawahi kuwa hivyo. Kibibilia sadaka unatakiwa uitenge pale tu unapopata. Kama ni fedha, ukipata mshahara utenge sadaka yako. Kuna wengine kwenye bajeti zao, kama ni mfanyakazi wa ofisini, ni mwajiriwa, akipata mshahara, anapogawanya ile fedha yake, anatenga sadaka ya mwezi mzima. Anaitenga kabisa. Anajua Jumapili hii nitatoa 10,000. Jumapili nyingine nitatoa 10,000. Kwa nina Jumapili 4 lazima nitenge 40,000. Si ni kweli wafanyakazi? Kuna wengine sasa tunaangalia iliyobaki mfukoni ni shilingi ngapi. Kwenye hii nitoe shilingi ngapi nibaki na hela ya usafiri wa kunirudisha nyumbani. Sadaka isiwe masalia. Bwana Yesu tusaidie. Ngoja tuangalie kidogo historia ya sadaka alafu tumalize, na muda wetu umekimbia. Historia ya sadaka. Kwa mujibu wa Biblia, sadaka ilianza kutolewa kabla ya Torati. Yani kabla ya sheria za Musa, sadaka ilikuwa imeshaanza kutolewa. Ambapo watu walitoa sadaka zao kwa mfumo wa mazao au nafaka au mifugo yao iliyokuwa bora kwa Mungu. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Watu walitoa sadaka za vitu, mazao au nafaka zao au mifugo yao iliyokuwa bora. Walichukua na angalia, walikuwa wanatafuta kilicho bora. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 hadi 4. Maandiko yanasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Umeiona hiyo? Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona. Hakutoa tu kwamba sasa anapeleka mbavu tu. Alitafuta sehemu iliyonona. Sasa mimi sijui alitoa wapi. Kama alipeleka paja ni yeye, mimi sijui. Kama alipeleka mguu ni yeye wa mbele,
mimi sijui. Kama alipeleka mbavu iliyokuwa imenona ni yeye, lakini sehemu iliyonona. Tumeelewana? Twende sura ya 8, Mwanzo. Sura ya 8 mstari wa 20 hadi 22. Mstari wa 20 hadi 22, Mwanzo 8. Maandiko yanasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi. Noti hilo neno, aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi, akatoa sadaka, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Sasa huko tusiende, naomba tuishie hapo. Akatoa katika wanyama walio safi, kati ya ndege walio safi. Kwa hakutoa kitu kidhalimu, hakutafuta kitu kilicho kichafu. Alichokuwa anakiangalia ni kilicho safi. Maana yake kilicho kizuri, kilicho bora. Sadaka lazima iwe kitu kilicho bora. Bwana Yesu asifiwe. Wengine katika kutoa walitoa sadaka kwa kula sehemu ya sadaka. Walikuwa wanatoa sadaka, lakini wanaziandaa ndugu au jamaa au rafiki zake waliokuwa wanawapenda. Mwanzo sura ya 31 mstari wa 54. Halafu tutarudi Mwanzo 18. 31:54. Walitoa sadaka kwa kula sehemu ya sadaka pamoja na ndugu, jamaa au rafiki zake waliowapenda. Mstari wa 54 Mwanzo sura ya 31, maandiko yanasema, Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula. Nao wakala chakula, wakakaa usiku kucha mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati wa Yakobo. Labani alikuwa anamfuata. Wakati anamfuata ili kumkagua vitu alivyoviiba na kwa nini ameondoka na watoto wake. Yakobo alichokifanya pamoja na vitu vingine alivyovifanya ilikuwa ni kuchinja sadaka mlimani. Akatoa sadaka, lakini ile sadaka hakuitoa iwe ya kuteketezwa. Mimi sijui kama alichoma ama kama alipika, lakini akawaita watu waje wale ile sadaka pamoja na yeye. Bwana Yesu atusaidie. Sura ya 18 Mwanzo. Sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Maandiko yanasema, Bwana akamtokea Ibrahimu na karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake, akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona akapiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo. Baadaye muendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu, wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala.
Bwana Yesu asifiwe. Hizi zote zilikuwa ni namna ya sadaka. Huyu alitoa sadaka, hawa wawili, Yakobo alitoa kwa kuchinja, akaandaa wakala pamoja na wapendwa wake. Huyu naye Ibrahimu aliandaa sadaka, malaika waliokuwa wamesimama mbele yake wakala. Walipokula ndipo wakabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe utagundua kwamba kabla ya wakati huo, ya wakati wa Torati, sadaka ilikuwa inatolewa. Sadaka ilikuwa inatolewa. Kabla ya kuwepo kwa hekalu, baada ya Musa kuwepo sasa. Kabla ya kuwepo kwa hekalu au kanisa, kulikuwa na mahali tofauti tofauti pa kutolea sadaka. Watu walijenga madhabahu zao sehemu tofauti tofauti kadri Mungu alivyowaelekeza, wakatoa sadaka zao. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa pili, halafu tutasoma mstari wa 9. Ikawa baada ya mambo hayo yote, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Kwa hiyo kulikuwa na maelekezo ya kimungu wapi akaitoe sadaka. Ukisoma mstari wa 9, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Kwa nini? Yalikuwa ni maelekezo. Kwa hiyo watu walikuwa wanajenga madhabahu zao, wakijenga madhabahu kwa kadri ya jinsi Mungu alivyowaelekeza, wanatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Baada ya kuwepo hekalu, ilikuwa ni sheria kwamba sadaka zote zinapaswa kutolewa hekaluni. Baada ya kuwepo kwa kanisa, hema ya kukutania ilipojengwa kwa mara ya kwanza, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka samahani, Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli kwamba sadaka zote sasa zitolewe hekaluni. Manake kama ni leo, sadaka zote zinapaswa zitolewe kanisani, sio popote. Kuna wengine hasa huko duniani wanajidanganya kwa kusema, mimi nikichukua sadaka yangu nikaipeleka kwenye kituo cha watoto yatima, Mungu ananibariki kama ambavyo ningetoa kanisani. Sio sawa. Sadaka lazima iletwe madhabahuni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnanielewa. Kwa nini? Madhabahuni kibiblia ni mahali alipopachagua Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 5 na wa 6. Halafu mstari wa 10 hadi wa 14. Tutasoma tu mstari wa 5 na wa 6. Kumbukumbu la Torati 12 5 hadi 6, maandiko yanasema, lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa, na dhabihu zenu, na zaka zenu, na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu, na nadhiri zenu, na sadaka zenu za hiari, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haikuwa tena mtu kujichagulia kwamba mimi nitapeleka wapi. Ni hatari sana kuambiwa kwamba sasa sadaka yako wewe mpelekee tu fulani, hamna shida, utabarikiwa. Sio kweli.
mwingine tunaweza tukachanganya vitu. Lakini kweli ni kwamba sadaka yoyote, iwe ni malimbuko, iwe ni zaka, iwe ni dhabihu, iwe ni nini, lazima iletwe madhabahuni kwa Mungu. Mahali alipopachagua Bwana, akaliweka jina lake hapo. Kuna mahali Mungu aliwaambia, ukienda kwenye mistari hii kuanzia mstari wa 10 hadi wa 14, anawaambia msipeleke sadaka yenu popote mpaonapo. Sio popote tunaposema pale nimekwenda, pale ninaona ni pazuri kutolea sadaka upeleke. No, peleka sadaka mahali ambapo Bwana amepachagua. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wewe utoe na akubariki hapo. Kuna baraka zingine za kiutoaji zinategemea sana na mahali alipopachagua Mungu kwa ajili yako. Mmekasirika? Kuna mahali Mungu amepachagua kwa ajili yako. Ukishasema mimi nitaabudu VCC kwa mfano, ukisema wewe unaabudu hapa na Mungu akatia saini kwamba uwepo hapa, maana yake sadaka zako zote lazima zije hapa. Usione kanisa la TAG ukasema napeleka sadaka, ukaona msikiti ukasema napeleka sadaka, umeona kanisa la Roma ukakimbia na sadaka. No, kuna mahali Mungu amepachagua kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uzingatie yafuatayo. Mambo manne ninayoomba uzingatie ninapomaliza, japokuwa muda umenitupa mkono. Jambo la kwanza, moyo wa mtoaji ni muhimu kuliko sadaka. Moyo wa mtoaji ni muhimu kuliko sadaka yenyewe. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 1 anasema, jilinde mguu wako uendapo mbele za Mungu, maana ni heri ukaribie usikie kuliko kutoa sadaka za wapumbavu. Jilinde mguu wako. Kwenye kitabu cha Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7, wa Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Maana yake sadaka inaendana na vile ulivyokusudia moyoni. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo moyo uliokunjuka mbele za Bwana ndio unaotazama kwanza kabla ya sadaka. Usifanye kwa kulazimishwa, kwamba kwa kuwa wamesema hili changizo inatakiwa patikane milioni 5, mimi sasa kwa kuwa wamesema tu ngoja nitoe milioni 1. Fanya kwa kadri moyo wako ulivyokusudia, ili baraka za Mungu zije. Kwa nini? Kwa sababu Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Moyo uliokunjuka mbele za Bwana, moyo ulio tayari kutoa kile unachotaka kukitoa. Usiseme unataka kutoa 100,000 wakati moyo wako, ndani ya moyo wako inakwambia toa milioni. Ni hasara. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nataka uzingatie. Usipende kutoa sadaka za kupewa. Sadaka za kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka inatakiwa iwe mali yako mwenyewe na iambatane na moyo wako, ili uoneshe uthamani wa kile unachokitoa kwa Mungu. Sadaka iwe mali yako mwenyewe. Mali yako mwenyewe. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 6 na wa 7. Tulikuwa tunasoma pale sadaka za aina gani, kila aina ya sadaka aliyosema pale. Alisema elekezeni nyuso zake huko pelekeni.
Lakini kwenye mstari wa 7 kuna kitu kizuri alichokisema pale. Alisema hivi, na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtafurahi katika yote mtakayotia mkono wenu ninyi na wa nyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana. Kwa nini? Kwa sababu unapotoa maana yake unaonesha shukurani mbele za Mungu, cha kwanza. Lakini pia unaomba mibaraka ya Mungu ije kwako. Mibaraka ya Mungu haiwezi kuja kwako moja kwa moja kama umetoa sadaka ya kupewa. Sadaka iliyotoka kwako ndiyo inayofungua mlango wa Mungu kubarikia kile unachokitenda kinachokupa hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unalima shamba, umevuna mazao yako, badala ya kutoa kwenye mazao yako unakwenda kuomba sadaka, unaileta kwa Mungu. Unatafuta baraka za yule aliyekupa sadaka, sio za kwako. Mnanielewa? Lakini pia kuna vifungu vingine, Kumbukumbu la Torati 16:10 unaweza kusoma kwa muda wako, na Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 21 na 25. Ya 3, sadaka nzuri ni ile inayokuuma unapoitoa. Sadaka nzuri ni ile inayokuuma, sio ile unayoitoa kwa kushangilia, ile inayokuuma moyo. Yaani ukimuuliza mzee Godson mwaka ule anatoa nguruwe, usifikiri alitoa tu kwamba yani mimi kutoa kawaida yangu, ili yani nguruwe mzima kweli aende. Eti mzee au nadanganya? Yani kuna wakati unapima, hivi kweli nina hii 10,000 nitoe kweli, halafu nitakula nini? Haikuwa rahisi hata kidogo kwa Ibrahimu. Anapoambiwa mtoe mwanao wa pekee, yani una mtoto mmoja halafu na miaka 120 na unaambiwa bibi yetu yule mama Fuga yuko pale, ukimuuliza angekuwa na mtoto mmoja tu, halafu Mungu amwambie mtoe huyo, we lazima utapingana kwanza na nafsi yako sana. Hivi nitoe kweli, hiki itakuwaje? Nakumbuka mwaka jana kuna mahali nilikwenda kufanya huduma. Nimefanya huduma, kanisa lile halikuwa jengo kubwa sana, lilikuwa dogo sana, lakini watu walikuwa wengi. Baada ya ibada, wakati naongea na mchungaji, nikamwambia mchungaji, ongezeni kanisa, panueni hili kanisa. Kwa kuwa mmejenga kwa tofali za tope, fyatueni tofali zingine za tope, jengeni. Sasa mtumishi wa Mungu, changamoto ni bati, nitapata wapi? Nikamwambia wewe jenga, halafu tutakuwa tunawasiliana. Kwani bati zinazotakiwa ni ngapi? Kuna wengi unaweza kuwashirikisha hata washirika wako. Tukashauriana, akasema sawa. Akapanua kanisa. Amepanua kanisa. Halafu akanipigia simu akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nimeshapanua, naomba nisaidie bati. Mimi nilikupa wazo tu. Nilikupa wazo tu, sio kwamba sasa ndo nikupe hizo bati. Nilikupa wazo, washirikishe wengine. Yule mtumishi ninakumbuka alinipigia simu kama mara 2. Halafu tulikuwa kwenye maombi na mke wangu. Nikamwambia Mungu, sasa hapa sina hata 100 mfukoni. Yani siku hizo sikuwa hata na 100 mfukoni. Wakati tunaomba, mke wangu akaniambia, ninasukumwa tukipata hela tuipeleke kama sadaka kwa huyo mtumishi. Mwanzoni tulikuwa tumepanga tuipeleke hapa kulipia dirisha, maana hela ya dirisha tulikuwa hatujalipa. Lakini tukasema tuipeleke kwa huyo mtumishi. Tukakubaliana sawa. Kesho yake tu, sijui kuwaje bwana, kukatokea ikatumwa pesa inayolingana na zile bati.
halafu hatuna hela ndani. Binafsi nakumbuka nikamwambia mke wangu, hebu tupunguze angalau tubaki na 20,000 mfukoni, inayobaki tuipeleke. Tukapingana. Yeye amekaza hataki tupunguze, lakini mimi ninataka tupunguze hela. Halafu kwa jaribu kubwa akanipa mwenyewe, akaniambia hii hapa mpelekee. Kumbuka alikataa kupunguza, halafu ananiambia peleka. Nikiwa njiani hivi nipunguze tu niweke angalau mafuta, niwe na mafuta ya kwenda kanisani? Lakini moyo ukakataa, peleka. Nilipoipeleka nikamkabidhi yule mtumishi. Jioni narudi nyumbani, napita mtaa wa kwanza wa pili kwenye mishemishe, nikapata hela ya kula. Sijakaa sawa, nikapata nyingine. Wiki moja mbele nikapata hela ya kupunguza kwenye vyombo. Kwa nini? Kuna wakati tunapimwa kwenye sadaka. Sadaka nzuri lazima ikuume unapoitoa. Kuna wakati sio rahisi kutoa tu sadaka. Sadaka unayoitoa kwa kushangilia, nataka nikwambie, haiwezi kuzaa matokeo makubwa kama zile sadaka zinazotolewa ukiwa kwenye maumivu. Ibrahim alikuwa kwenye maumivu mazito kwamba nakwenda kumchinja mwanangu. Yeye alikuwa anamfurahia Mungu, lakini ndani saa mtoto anamwambia, baba, kuni tunazo, moto tunao, hivi ndama huyo yuko wapi? Wewe fikiria, mtoto anakuuliza hivyo, halafu anamwangalia moyo, anasema huyu ndio ndama wa kuchinjwa. Yaani badala ya kukwambia wewe ndio ndama wa kuchinjwa, mzee anakucheki tu, anasema twende, Mungu atajipatia huko. Lakini atajipatia nani? Huyo niliye naye pembeni ndio nitakayejipatia. Bwana asifiwe. Ukienda mbele, huku mbele nitaeleza kuhusu sadaka isiyo ya kawaida. Siku nyingine Mungu akitupa nafasi, ndipo utakapoelewa hiyo sadaka ya Ibrahimu, pamoja na kwamba ilikuwa inamuuma wakati anaitoa, ilifanyaje? Mungu anasema, nimeona moyo wako kwa kuwa hukunizuilia. Hukunizuilia. Kuna wakati kwenye sadaka zile zinazotuma ndiko kunapokuja kama jibu la kwamba hatujamzuilia Mungu kwenye kile kitu ambacho Mungu alikuwa anatupima kwacho, kwenye kile kitu ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Kwa nini Mungu anasema tutoe zaka kamili? Kwa sababu kwenye zaka kamili inauma. Tusidanganyane, inauma. Kuna wakati unapata milioni, umeshaipiga hesabu imeisha, lakini kuna laki natakiwa utoke mle. Inakuuma, lakini wakati unapoitoa ndiko unakoona mibaraka ya Mungu kuja kwako. Sadaka yoyote kubali ikuume kwanza. Ukiona sadaka haijakuuma, jiulize mara mbili. Jambo la mwisho, wape watoto sadaka. Wape watoto wako sadaka watoe. Lakini na uwafundishe kutoa, lakini sasa uanze kuwafundisha kutoa kwenye vitu wanavyovipata wao wenyewe. Kuna wakati unawapa watoto hela ya matumizi, wafundishe kutoa kwenye hiyo sadaka. Bwana asifiwe. Mnanielewa ninachokisema? Wafundishe watoto kutoa kwenye mali zao wenyewe. Kuna wakati ni kweli tukiwa wadogo huwa tunapewa sadaka. Na wakati mwingine kuna mazingira ambayo huwa yanalazimisha tupewe sadaka. Lakini kwenye vile vitu tunavyopewa ambavyo sio sadaka, wakati mwingine tunaweza tukapewa fedha ya matumizi yetu wenyewe. Lazima tuanze kujifunza kutoa kwenye hiyo. Nakumbuka baba yangu hakuwa ameokoka. Baba yetu mzazi hakuwa ameokoka. Lakini kuna saa ilikuwa inafika siku anajua kesho ni ibada. Ukimwambia sadaka, sisi tulikuwa tunapenda kumwambia asubuhi, mzee sadaka. Anakuambia kuna shamba fulani, ukienda kule ukate mgomba, uje uze, upeleke sadaka. Ukimwomba hela ya mafuta ya kusomea, mafuta ya taa, ili ununue mafuta ya taa ya kusomea, anakuambia nenda shamba fulani, nimeona kuna mgazi umeiva, kaukate, ulete uze,
utoe ununue mafuta. Utanunua mafuta kama ni mtu mwenye akili timamu. Utanunua mafuta halafu utaacha nini? Sadaka. Kwa sababu unajua nikimwomba sadaka ataniambia nenda shambani. Wafundishe watoto kutunza pesa.